Kwa siku ya leo kuna jambo la msingi sana ambalo ningependa kushirikisha. Kuwa makini sana na marafiki zako. Watu wengi wameumizwa sana na watu wa karibu, watu ambao waliwaamini, watu ambao waliwapa muda, lakini mwisho wa siku watu wale wakawaumiza. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulifahamu, ni muhimu sana kuwa makini kupata muda wa kumwomba Mungu juu ya marafiki zako. Sio kila mmoja aliye karibu yako ni mtu sahihi. Wako watu ambao shetani anaweza akawatumia kwa lengo la kuzuia wewe kwenda kwenye hatima yako. Wako watu ambao shetani anaweza akawatumia kuzuia baraka zako. Ndio maana ni muhimu kupata muda wa kumuuliza Mungu, kumwomba Mungu juu ya watu ambao wanakuzunguka. Jambo la msingi ambalo unatakiwa litambue, Mungu akitaka kukuinua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, anaweza akamtuma mtu akakuvusha. Lakini pia wakati mwingine Mungu anaweza akakuepusha na hatari iliyoko mbele yako kwa kuwaondoa baadhi ya watu kwenye maisha yako, kwa kuwaondoa baadhi ya watu wa karibu kwenye maisha yako. Na shetani pia huwa anaweza akitaka kuzuia hatima yako, anaweza akamtumia rafiki wa karibu, anaweza akamtumia mtu wa karibu kukuzuia kabisa. Ndio maana ni muhimu kupata muda wa kumwomba Mungu kuhusiana na marafiki zako. Kuomba Mungu akuonyeshe mtu sahihi wa kwenda naye, mtu sahihi wa kukaa naye, mtu sahihi wa kuzungumza naye, kwa sababu wapo watu ambao anaweza kaja akawa ni mtu kabisa, unamwona kabisa ni mtu wa karibu kabisa, ukawa unamjua kabisa, ukaona huyu mtu ni mtu mwema sana, lakini mwisho wa siku akakuumiza. Leo nataka nikupe ushuhuda. Kuna binti moja alinitafuta akaniambia alikuwa na rafiki yake, na rafiki yake huyo alikuwa amemwamini sana. Yaani huyo binti alikuwa na rafiki yake, na rafiki yake huyo alikuwa amemwamini sana. So unajua mtu ukimwamini, kuna vitu unaanza kushare naye, kuna vitu unaanza kuzungumza naye, unaanza kumwambia vitu vyako vya ndani. Maana yake rafiki ni mtu ambaye pia anaweza kawa anajua vitu vyako vya ndani sana ambavyo mtu mwingine hawezi kujua. Sasa yule binti akawa anamshirikisha, yule binti alikuwa yuko kwenye mahusiano. Kuna kijana alikuwa naye, na kijana huyo alikuwa ameplani kana kwamba watafunga ndoa na maisha yataendelea. Kwa hiyo walikuwa kwenye mahusiano. Na huyu binti ana rafiki yake, ni rafiki ambaye anamwamini, wanakula naye, wanazungumza naye, wako naye karibu sana. Sasa kilichokuja kutokea, yule rafiki yake huyu binti akaanza kumwambia kuwa anamshirikisha rafiki yake, anamwambia amepata mchumba na wanakaribia kufunga ndoa. Yule rafiki yake mwisho wa siku yule binti akashangaa, yule mchumba wake anabadilika ghafla, anamwambia bwana, tuachane. Baada ya siku kadhaa akashangaa kumwona rafiki yake yule rafiki yake aliyomwamini sana anakwenda kuolewa na mchumba wake, anakwenda kuolewa na aliyekuwa mchumba wake. Ile jambo lilimuumiza sana. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, sio kila aliyo karibu yako ni mtu sahihi. Ni wakati mwingine ni muhimu kupata muda wa kumwomba Mungu akuonyeshe, kumwomba Mungu juu ya marafiki zako. Kuna watu unatakiwa wapende wakiwa mbali, kwa sababu ukiwaleta karibu yako watakuangamiza. Kwa mfano kipindi cha baridi huwa tunapenda jua, tunapenda kuwa kwenye jua, lakini tukilisogelea jua zaidi, karibu zaidi, lile jua linaweza likaleta madhara, likakudhuru, likakuangamiza. Kuna watu wapende wakiwa mbali. Kuna watu ni jua, unatakiwa wapende wakiwa mbali, usiwalete karibu yako, kwa sababu ukiwaleta karibu yako wanaweza kuharibu hatima yako, wanaweza karibu mipango yako, wanaweza kuvuruga kabisa maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu kupata muda wa kuomba juu ya marafiki zako, kwa sababu kuna watu ukiwaweka karibu tu watakuumiza. Kuna watu ukiwasogeza karibu yako watakuumiza. Ndio maana napenda sana kusisitiza, ombea sana marafiki zako. Watu wengi wameumizwa na watu wa karibu. Watu wengi wameumizwa na watu ambao waliwaamini, watu ambao waliwapa muda. Nataka nikwambie, adui wa mtu hatokei mbali. Adui wa mtu anatokea karibu yako. Adui yako yupo karibu yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kupata muda wa kumwomba Mungu juu ya marafiki zako, kwa sababu watu wengi wameumizwa, watu wengi wamepigwa matukio na watu ambao waliwaamini, watu ambao waliwapa muda, mwisho wa siku wale watu wakabadilika. Ni muhimu upate muda wa kumwomba Mungu akuonyeshe marafiki. Unajua kuna watu wengine wanasema, huyu rafiki yangu namjua, nimekuwa naye, nimetoka naye mbali. Kumjua mtu haimaanishi na mambo mtu hawezi kubadilika. Ndio maana ni muhimu sana ombea marafiki zako. Ombea mtu aliye karibu yako, muombe sana. Pata muda wa kumwombea sana. Nimatumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie umejifunza
kitu gani? Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.